Kwa majina naitwa Pierre Peter Njuu, ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, nasoma masters katika uchumi. Katika bango letu la uchumi tumekuja na hii project inaitwa Clean Air. Clean Air katika project yetu inahusisha matumizi ya hewa safi. Hewa safi ikiwa inamaanisha kuna gesi na umeme, lakini sisi tumejikita sana katika gesi. Kwa nini gesi? Kwanza, kwa nini gesi? Kwa sababu gesi imekuwa ni kipaumbele katika taifa, kwamba ikiwa na considered kama ni nishati safi ambayo itatumika katika taifa kupunguza uchafuzi wa mazingira, lakini pia ku minimize cost na ku maximize social welfare katika jamii nzima ya Tanzania. Hivyo basi katika hii research yetu tunachofanya, tunapita kwa kila household, kwa wale wanaotumia mkaa na gesi. Kuna baadhi ya vifaa tutafunga. Unaweza kutazama kifaa hiki hapa ambacho tutakifunga katika jiko la mkaa, ambacho chenye kitadetermine kwamba muda fulani jiko liliwashwa na muda fulani jiko lilizimwa. Lakini sio kifaa hicho tu, pia kuna kifaa kingine ambacho ni hii sensor ambayo yenyewe ina determine air condition ya kila household, anayoivuta na kuitoa. Lakini sio hicho tu, pia kutakuwa na kifaa hichi ambacho pia kitaning'inizwa katika sehemu yako husika unapopikia kupitia hilo jiko la mkaa, kitaning'inizwa na chenye pia kina functions the same, kinatumika kuchukua taarifa ya hali ya hewa inayozunguka katika chumba hicho, ambacho baadaye kitakuja kuna vifaa maalum kwa ajili ya kusomea. Unaweza kutazama hapa kwa ajili ya kusomea kisha kuangalia mzunguko mzima wa hali ya hewa husika katika chumba hicho. Sasa nirudi katika kifaa hichi. Kwa nini kifaa hichi? Kifaa hichi kumbuka utatembea nacho muda wote, na isiyo chini ya masaa 12, at least hata masaa 15 itakuwa vizuri, ikiwa na maana itajua hewa uliovuta na kuingiza kama ni safi au chafu. Kwa nini kifaa hichi? Kitatusaidia kujua kiasi cha hewa unachovuta na kujaribu kutabiri mwenendo mzima wa afya yako. Tunatambua mienendo au magonjwa yanayoambatana na matumizi ya mkaa. Kuna kansa, shida za hewa na vitu mbalimbali. Lakini kwa nini tunafanya hivi? Tukishafanya hivi, tutakushauri uje utumie nishati safi. Nishati safi ambayo tunaiconsider kama gesi, ambapo wanufaika wakubwa wa huu mradi ni wale wanaotumia M-gas. Unaweza kutazama, tumeshindwa kuja nayo lakini tumebahatika kupata picha yake. Ni wale wanaotumia M-gas, ikiwa na maana ni katika gesi hii inahusisha smart meter. Smart meter hii ina maana unaweza kuweka gesi ya kiwango chochote unachokitaka. Unaweza kuweka cha buku, cha 2000, cha 3000 and so far. Hivyo basi tunahamasisha watu kutumia nishati safi. Kwa nini? Lengo la kwanza ni kutunza mazingira. Lengo la pili pia ni kunyanyua welfare yetu, nikiwa namaanisha living standard. Unakuwa na hali ya hewa safi, uchumi wako unakuwa katika maximum, ikiwa na maana minimize cost, umeacha kutumia mkaa. Maana ukiconsider gharama za mkaa ni kubwa ukilinganisha na gesi. Utatumia mkaa leo, kesho kutwa, utakuwa unanunua kila siku baada ya siku, lakini gesi utaitumia kwa muda mrefu. Lakini kwa nini nasema gesi utaitumia kwa muda mrefu? Katika hii research ambayo ni endelevu, bado ipo kwenye vitendo, tunahamasisha pia watu kutumia hizi pressure cooker ambazo sio za umeme. Pressure cooker hizi inatumia gesi, haihitaji umeme. Tunatambua zipo zile za umeme, lakini hii unaweza kutumia pia katika gesi yako, ambapo utakapotumia pressure cooker hii inarahisisha upikaji wako kwa muda mfupi sana. Utakapotumia pressure cooker hii katika kuchemshia maharage, ni sio chini ya nusu saa, maharage yako yanakuwa yamekwisha iva. Same applied pia kwa wali inatumia dakika 10, makande dakika 40. Kwa taarifa zaidi natamani niweze kuonesha kitabu hichi, na kitabu hichi sio tumekiandika kutokana na utashi wetu, hapana. Tumekiandika kutokana na vitendo vinavyoendelea kwa wale household katika majiko yao. Wao wanapopika, wao ndio wanaotupa result hizi, na result hizi zimewiana kwa kila household. Ndio maana tumekuja na result hizi, lakini research hii bado ni endelevu. Mpaka sasa ni almost wiki ya 6 kama sijakosea, ambapo itakuwa na muda wa wiki 12. Asante.